Leo tunazungumza kuhusu mafanikio. Ni muhimu kujua wewe ni nani katika maisha haya. Mambo vipi bwana? Kwa majina naitwa Timothy Msemwa, kama ilivyo kwenye chaneli yangu hapo, kama kawaida, kama wada. Leo nimekuja kwa ajili ya kuwapa mwongozo mmoja tofauti katika maisha, na nimekuja kuwapasha habari ya kwamba si kila mmoja ambaye unaona amefanikiwa kwenye maisha yake ameweza kupita njia za shortcut kama mnaweza kufikiria. Hapana, kitu ambacho cha kuzingatia katika maisha yako, inatakiwa ujue cha kwanza nini ambacho unatakiwa ufanye na kipi unatakiwa usifanye katika maisha yako. Kama nilivyoweza kujitambulisha, kwa majina naitwa Timothy, na leo nimekuja kwa ajili ya kuwapa taarifa kidogo ambazo unatakiwa kuzifuatia katika maisha yako na zinatakiwa ni muhimu sana kuzitambua. Bwana, kwa wale ambao mmezoea kusema kwamba katika mafanikio kuna siri nyuma ya pazia. Siri nyuma ya pazia, leo nataka niwape hiyo siri nyuma ya pazia ambayo wenzenu huwa wanapita na ambayo wanaweza kufanikiwa. Sio kwamba lazima upite njia za shortcut. Kitu cha kwanza cha kuzingatia katika maisha yako bwana, ili uweze kuingiza pesa katika maisha yako, maana kufanikiwa kwenye maisha sio kwamba lazima una maisha mazuri, lazima uwe na pesa ndipo atasema kuwa umefanikiwa na una maisha mazuri. So kitu cha kwanza cha kuzingatiwa katika maisha yako, inatakiwa kuhakikisha kujua kwamba wewe ni nani katika maisha yako, na umekuja duniani kwa ajili ya kufanya nini. Nasema hivyo kwa namna gani? Namaanisha ninaposema kwamba nitakuwa kujua wewe ni nani na katika maisha yako, ninaposema kwamba hivyo ninamaanisha kwamba Mwenyezi Mungu hakuweza kuleta duniani kwa ajili ya kuwe pambo katika dunia. Hapana, lazima alivyokuleta duniani alikuleta akiwa na maana yake na akiwa na maana fulani, na utapita sehemu fulani na utapita sehemu fulani. Kwa hiyo kinachotakiwa kujua cha kwanza katika maisha yako ni kujua wewe ni nani. Hicho ni kitu cha kwanza ambacho cha kujua na cha kuzingatia katika maisha yako. Lakini pia kitu cha pili cha kuzingatia katika maisha yako ambayo unaweza ukafanya na ukapita na ukatoboa vizuri kabisa bila kuwa na mawazo hasi. Ni cha kuzingatia, cha kwanza ni kujua wewe ni nani. Lakini pia kitu cha pili cha kuzingatia katika maisha yako ni kujua umekuja duniani kwa ajili ya kufanya nini. Umekuja duniani kwa ajili ya kufanya nini? Maana hauwezi ukawa umekuja duniani kwa ajili ya kuweza kukaa tu kustarehe, lakini huwezi kujua umekuja kwa ajili ya kufanya nini. Kitu cha pili cha kujua ndio hicho, ni kujua kwamba umekuja duniani kwa ajili ya kufanya nini. Ukijua mambo hayo, hakikisha maisha yako unajua yatakuwa hapo vizuri sana, na hakuna kitu ambacho kitakuwa siri nyuma pazia tena. Siri nyuma pazia utakuwa umejua. Lakini kitu cha tatu pia cha kuzingatia ni kuzingatia kwenye maisha yako wewe unapenda kufanya nini. Kitu ambacho umekizoea kukifanya ni kuhakikisha kwamba unakijua katika maisha yako ili mambo yaweze kuwa swadata. Kitu cha kuzingatia ni kama kuna watu wengi wana fani mbalimbali, wana vipaji mbalimbali, lakini wanashindwa kuvitumia. Wana vitu mbalimbali ambavyo wamevificha ndani yao ya mwili wao wenyewe, wameficha ndani ya maisha yao wenyewe bila kuvijua kwamba ukivitumia vile vitu vinaweza kumsaidia na vinaweza kumfikisha sehemu fulani. Kama unakuta mtu ana kipaji cha kuimba lakini bado amejichimbia na amekaa nyumbani tu, anaishia tu kuimba nyumbani kufurahisha familia, amezoea tu kuimba tu mtaani. Lakini cha kuzingatia ni kuhakikisha kwamba kile kitu ambacho ulicho nacho, kama ni kuimba, kama ni kucheza, kama ni kuchora, basi hakikisha kule kuchora, kule kucheza, kule kuimba unakugeuza kunakuwa pesa. Maana kila kitu ambacho unacho wewe kwenye maisha yako, kila fani ambayo ulionayo wewe ni unaweza kuigeuza na ikawa pesa. Lakini hakikisha kwamba kile kitu ambacho unachokifanya, hakikisha unakifanya kwa manufaa. Kila kitu ambacho unachokifanya, hakikisha kwamba hichi kitu nikifanya kinaweza kunifikisha mahali fulani. Hichi kitu ambacho unachokifanya kinaweza kunifikisha mahali fulani. Kama unajua kuongea, hakikisha basi kuongea kwako huko unakugeuza kuwa pesa. Kila kitu ambacho unaweza kukifanya katika maisha yako, basi hakikisha unajua na kukigeuza pia kuwa pesa. Ukiweza kufanya vitu kama hivyo katika maisha yako, hakuna kitu ambacho kitakushinda kuingiza pesa. Ya kuzingatia ni vitu kama hivi. Hakikisha unajijua, cha kwanza wewe ni nani, umekuja duniani kwa ajili ya kufanya nini, lakini hakikisha unajua pia
ni kipi ambacho unaweza kukifanya na ni kipi ambacho unajua kukifanya katika maisha yako ambacho hata ukikifanya kitakufanya kugeuzia upate chochote kitu ambacho kuweza kuingiza kinywani, na kitapata kitu ambacho kitaweza kufanya familia ikaishi vizuri nyumbani. Vitu vya kuzingatia ni kama hivi. Hakikisha unajua cha kwanza wewe ni nani. Hakikisha cha pili umejua kwamba umekuja duniani kwa ajili ya kufanya nini. Lakini pia kitu cha tatu cha kuzingatia, hakikisha unajua nini ambacho unajua kufanya katika maisha yako ili mambo yaweze kuwa vizuri. Ni vitu vya kuzingatia ni kama hivi. Hakuna kitu kingine ambacho watu wengi wanaweza kupita nyuma pazia au kusema kwamba kuna siri nyuma pazia. Hapana, ni kwamba wanakuwa wameshatambua nini ambacho wanakifanya na kipi ambacho wanakitambua, na wanajitambua wenyewe kwamba ni kina nani, wamekuja duniani kwa ajili ya kufanya nini. Ndio maana unakuta maisha yao ni mazuri. Kwa unakuta kama unajua kuimba, unaona wenzao wanajua kuimba lakini sasa hivi wako mbali. Wanajua kucheza, wewe umejifungia ndani, lakini angalia wenzako ambao wamefungua milango yao na kutoka